السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، هو عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما. Katika muhadhara wetu uliopita tulikuwa tukizungumzia maafa yanayotokana na hasira. Tukasema kuna watoto wawili wanazalikana kutokana na hasira ambao ni alhiqdu walhasad. Tukaisherehesha nini maana ya hiqdi, tukasema ni imsaku wa ikhtizanu alghadab waladawa fil qalbi hatta tasnahu laka fursatu lintiqam. Ni mrundikano wa uadui na ghadhabu katika moyo ambao utaishi hapo ndani kwa muda ambao labda upate nafasi ya kulipa kisasi, ili zile chuki au mafundo na hikdi zilizokuwa katika moyo wako ndipo zitakapopata nafasi ya kutoka. Na tukapigia mfano, tukatoka huko tukaelezea na athari zake nyingi kwa adilla mbalimbali kutoka katika Qur'anul Karim na ahadithi za Bwana Mtume Muhammad. Jana tukazungumzia kwamba hasira sio kitu cha kutukanwa wala kusifiwa, yaani sio kitu kibaya wala huwezi ukasema ni kitu kizuri, ila ulichokasirikia na namna ya kuzitoa zile hasira zako ndipo utakapoambiwa umefanya vyema au vibaya. Alafu tukapiga mifano mbalimbali kwamba ni kitu kijibili, yani ni gharizi, kitu cha kimaumbile hivi ambacho hakuna mtu anaweza akaepukana nacho. Tukasema hadi mitume wa Allah walikasirishwa. Tukapiga mfano wa Dhul Khuwaisira, mtu ambaye alikuja kwa mtume akatoa maneno makali, akamwambia i'dil, fanya uadilifu bwana, hadhihi qismatun lam yurad fiha ridha Allah, ugavi uliogawa haukutaka radhi za Allah. Yani kama anamtuhumu mtume kwamba ni dhalimu, maneno mabaya mno.
yaliyopelekea baadhi ya sahaba kutaka kumkata kichwa kwa sababu kakosa adabu kwa mtu mkubwa, kautuhumu wahi. Lakini Mtume akaambia hapana, mwacheni, mwingine anasali, huyu ni mtu mwema huyu, na sisi tunawahukumu watu kwa tunachokiona, kilichokuwa ndani ya moyo na kijua Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini huyu ana vijukuu na vitukuu na vilembwe, vitakuja akhiri zaman, vitakuwa kama huyu, pamoja na kusoma kwa Qur'ani vizuri, lakini haipiti hata katika shingo zao. Mmoja wenu ataidharau swala yake kwa namna wanavyoswali wao, na hata saumu yako utaidharau kwa namna ya saumu zao wanavyofunga. Yani watakuwa watu wa ibada, lakini hawana adabu na wametoka kabisa katika misingi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha. Wazima, tukipata fursa inshallah katika darsa zetu zijazo, hawa watu tutaanza kuwafanyia research. Je, tunao katika jamii yetu? Na tukasema lazima wapo, kwa sababu maneno ya Mtume hayawezi kudondoka kwamba yalisemwa tu basi yakawa hayapo tena. Haya mambo yatakuwepo, au hawa watu tutakuwa tunaishi nao. Mwenyezi Mungu asitujalie miongoni mwao. Jana tukazungumza tukasema, sasa ma huwa alhal, nini solution? Tufanye nini ili tusiingie katika mtihani na majaribu na gonjwa hili la ghadab? Tufanyeje? Tukasema kila mu'min lazima ajipambe na sifa inayokwenda kinyume na ghadab. Kusema tutatoa kabisa hii ghariza ya ghadab haiwezekani. Haiwezekani, ni kitu ambacho kipo. Kwa hiyo badala yake tuwe Waislamu na waumini ambao hata hasira zetu zitakuwa zina murshid, zina mwelekezi ambaye anazielekeza. Usikasirike hivi, najua huwezi kuepukana na hasira, lakini kasirika hivi. Wewe ni binadamu, hauwezi ukafanyiwa mambo wewe ukawa unacheka tu unafurahi tu, huonyeshi. Lazima wewe ni binadamu, utagombana, lakini unaujua ugomvi wa Muislamu. Mpaka Mtume akatuambia kuna watu wanaitwa aladul khasim, yani kuna watu wakigombana wanagombana vibaya. Hata akawataja katika hadithi sema, wa idha khasama fajar, katika alama za unafiki na watu wabaya, anapogombana, napotokea kati yake na mwenzake ugomvi, basi ugomvi wake anagombana uovu, anasema maneno mabaya sana katika ugomvi, na anamaliza na kufunga milango yote katika ugomvi wake, kana kwamba yule si mwenzake, si ndugu yake, na vitu kama hivyo vinatokea. Wa huwa aladul khisam, katajwa pia katika Qur'anul Karim. Sasa ili upate kusalimika, kwa sababu Imam al-Ghazali anasema lina atharun jaliyun fil fardi wal mujtama, gonjwa hili lina athari zinazoonekana katika mtu mmoja mmoja na katika jamii. Athari zake ni nyingi, tukasema mpaka maradhi ambayo leo watu wengi wanaugua, ya kisukari, labda maradhi ya moyo, ya pressure, maradhi ya kupelekea depression kama alivyosema Sheikh Abdul Aziz. Yote haya yanaweza yakaja. Nataja sifa za mume wake. Mmoja akisema zawji idha dakhala asid, zawji idha kharaja asid wa idha dakhala fahid wala yasalu amma ahid. Sema mume wangu akitoka kiwa nje ni kama simba,
hataki mchezo, hataki maskhara na mkewe, hataki maskhara na maisha yake, hataki maskhara na hali huko nje. Lakini wa idha dakhala fahim, lakini akiingia ndani ni kama chui. Chui ana tabia ya kulala sana, alafu ana tabia ya taghaful. Saa nyingine unapita hapa anafunga macho hivi utafikiri kama kalala, lakini kakuona. Hiyo ndio moja katika tabia zake. Sasa anasema mume wangu akija hapa nyumbani anakuwa kama chui, yaani utafanya kitu utaona kama hajui, haelewi, akielewa kila kitu. Wala yasalu amma ahid, na hanigombi kwamba mbona pesa fulani sizioni, yani haulizi change. Wanaume wangapi hapa wakiwapa wake zao hela wanauliza change yangu iko wapi? Bali wengine huenda mbali wakasema nimepita jikoni huko nimehesabu vipande vyote vya nyama 18. Ole wako kipunge kimoja. Yani bakhili mpaka nyama unahesabu, samaki unasema umeleta tasi wawili wote wakubwa, mbona huyu tasi wa leo hana kichwa? Kichwa kiko wapi? Sasa wewe ukiibiwa, hata ukija hapa na mkeo kwa kesi, tutamwambia muibie tena hivyo hivyo, endelea kumwibia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa ruksa mwanamke aliyekuja akamwambia, Rasulullah, inna fulanan, mtu fulani huyu ni bakhili, hatupi katika matumizi kinachotutosha, isipokuwa nikimchukulia mwenyewe hajui, kimwibia. Mtume akamwambia, chukua kinachokutosha wewe na watoto wako kwa wema, usifanye vurugu. Lakini sasa wanawake wasisikie mchukua wakafanya fujo. Wewe chungu chako hakienei vizuri isipokuwa kwa 25,000 kwa siku, kwa sababu ya family. Chukua hizo tu, usiongeze. Na yeye anakupa 5,000, 10, 15 kachukue pale. Kama umeziona pahala zichukue. Kama unajua pin number ya nini, nenda katoe, ili ukamilishe pale, watoto wale. Huyu mzee anaweza akawaua watoto kwa njaa. Huyu mzee anasema na pochi lake huyu. Kesho Ramadhani akalifungua hivi, zimepangana noti mpya 10. Anaye anafurahi tu kuziona, analiambia pochi lake, kesho Ramadhani nikopeshe kama 100,000 tu za shopping ya huyu mama, alafu nitakulipa baada ya wiki. Eti analiambia pochi lake, nitakulipa. Utalipaje wewe mambo ya nyumbani kwako? Sasa mwanamke akisikia anasema, susu nimeleka huko limejaa dirham na dinar, na siulizi, nikiona hazipo na jaza nyingine. Sasa huyu ndo namtaka. Wanawake wanapenda watu wakarimu ambao sio mabakhili. Inawezekana siku zote mwenzetu unaachwa na wake zako, kumbe una sifa ya ubakhili. Jirekebishe. Na usinikasirikie, mimi natoa mawaidha. Sheikh Said, usinikasirikie, usiniwekee fundo, unaniwekea hikdi, kwa sababu unajua hizi mawaidha zinatufanya wengine tunachukiwa bila sababu, na wanawake na wanaume. Na kwa kifupi, kuna aya katika suratul A'raf, na A'raf aya 199, ndio A'raf. Wewe umehifadhi Qur'an na kujua, msaidie. Inasema khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Hebu tizame haraka hiyo kwenye Google Nabil, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin, aya 199.
Al-A'raf au Al-An'am? Tizama alafu nipe jibu, alafu nikwambie sasa hii aya inamaanisha. Hii aya ni kubwa sana, ina maneno machache madogo, lakini ni kubwa maana yake, na zoezi lake ukishakuwa umelitimiza vizuri, hapo kuna kazi kubwa, na wewe utakuwa muumini ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyemtangaza. Ni sura gani? Nani amepata? Arafa. Nilikuwa sahihi. Na mimi nimeanza kuwa mzee, dhakira yangu mara nyingine inanifanyia khiana, nasahau baadhi ya vitu vingi. Mtu mmoja alisema Uthman Maalim yule wa Mablu, ujue Mablu sasa hivi ni miaka 27 tokea tulivyokuwa Mablu, miaka 27. Kwa hiyo imepita umri. Rashid huyo alikuwa mtoto na wengine wengi walikuwa watoto. Nabil huyo alikuwa hajazaliwa au alikuwa mdogo sana. Sasa vitu vingi vinabadilika. Umeshaona ndevu zangu zimeanza kuwa nyeupe, mimi na mkubwa kule sasa hivi tunafuatana hivi. Tunaomba dua tu sasa hivi, na ndo wakati wetu sasa hivi wa kupata pressure, na pressure mnatupa nyinyi, maradhi ya sukari mnatupa nyinyi pamoja na wake zetu kule majumbani. Siku moja mtania mke wangu, anamwambia mimi inshallah nitaenda peponi. Kwa nini? Niambia kwa sababu moto wangu mimi naupata huku, moto wangu ndo nyinyi. Unanitosha wa huku, mimi Mungu anipeleke peponi baada ya kuondoka. Basi akafurahi. Saa nyingine unasema kuwafurahisha tu, usemi kumaanisha kwamba wao wana moto. At least kule nyumbani kusiwe kila wakati nikuone unasoma Qur'an, nikiingia nikuone unasali, nikiingia nikuone uko serious. Na kuna wakati pia rawihul qulub sa'atan fasa'a, wanasema zifurahisheni nyoyo kwa turfa mbalimbali, maneno ya mzaha iliyokuwa halali na vitu kama hivyo. Sahibi yangu mmoja alimtumia baadhi ya wimbo, kanambia hebu usikilize wimbo. Nasema nimewatumia wake zangu, wamefurahi sana. Wimbo gani? Kuna bwana mmoja kajiimbia mwenyewe, anasema naomba nikuroge. Nikamwambia wimbo una ahkamu zake, kuna mambo yake katika dini, lakini wewe bila shaka ulikuwa unataka kuwafurahisha wake zako kwamba unaomba ruhusa uwaroge. Yule bwana anasema maneno mengi pale ndani, sijui kaniletea udi mashtaka, ulete sijui na udi wa ubani wa Maka, sijui nini, nikuroge ili unipende. Vitu kama hivyo vinatokea katika mara kwa mara katika majumba ili kuweka sawa baadhi ya vitu, lakini vinatakiwa viwe vya halal. Na mmoja katika wema waliotangulia anasema siku nyingine natafuta kitu cha nukta ambacho kitanitoa mimi katika mazingira fulani kunipeleka katika mazingira mengine, ili kama nijifue upya kufanya ibada. Unaona, kila wakati kuja msikitini kufanya ibada, kuswali ndicho kitu kinachotakiwa, lakini mara nyingine jitoe katika mazingira haya uingie katika mazingira mengine, lakini ya halali. Kacheze mpira, kanyanyue vyuma kama kijana wangu pale, lakini usikose swala. Mimi nacheza game zile football napenda, na huyu namwambia siku zote aniletee CD ile ya FIFA, kwa sababu ile inanitoa katika hali fulani, inaniingiza sasa katika mambo ya kidunia kidogo, alafu unajichonga ukali sasa katika mambo ya da'wa, katika mambo ya dini. Katika hizi za halali zinatakiwa hivyo. Unachukua leave, hata kuna kipindi unatakiwa utafute halwa, yani ukae peke yako, hata mke asiwepo, hata peke yako unajitathmini.
Si unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa katika pango kule peke yake, na alikuwa anachukua siku nyingi. Mara nyingine ile ndo masufi wanaita khalwa. Kuna wakati wewe unatakiwa uwe peke yako. Mke wake Bibi Khadija alikuwa anaenda kumpelekea tu chakula, alafu anarudi nyumbani. Ndio maana alipotokea Jibril ile kikimbia, alikimbilia kwake akamwambia zamiluni zamil. Mkewe alikuwa nyumbani, yuko peke yake. Ile ni dawa mara nyingine, kwa sababu kuwa kila wakati fujo fujo hili nini inatokea, umechoka. Tafuta pahala utafute dawa ya kujitibu baadhi ya maradhi, na maradhi mengine hayaondoki mpaka upate khalwa. Uwe chemba huko, umekaa unajifikiria, unatathmini, mimi kweli hivi ninavyokwenda ninavyoendelea ni sahihi si sahihi, nakosea wapi mimi, napatia wapi mimi. Tunaambiwa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum, jifanyieni analysis nyinyi wenyewe kabla hamjafanyiwa. Jipekueni kabla hamjapekuliwa, na pimeni amali zenu kabla hazijapimwa. Wewe mwenyewe tukaa nyuma, kweli kama mimi nitakufa sasa hivi, hizi swala hizi ninazoswali zitanisaidia kweli? Mimi mwenyewe nasali ya Ijumaa mpaka Ijumaa. Salatul fajri mimi naikosa siku zote. Salatul maghribi mimi siku zote ndo swala yangu katika mwezi huu wa Ramadhani, nyingine zote sizitaki. Kwani ndivyo Uislamu unavyonitaka? Wewe unajitathmini mwenyewe. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, jihesabuni. Hii Ramadhani hii kila siku kutokea Ramadhani ianze, mimi nimefanya nini? Nimelisha watu wangapi? Nimenywesha watu wangapi? Nimewaalika watu wangapi? Nimewatukana watu wangapi? Mke wangu maskini ananipikia futari kila siku bila kuchoka, kila siku ananiuliza utakula nini? Mimi nimemfurahishaje na yeye? Si kazi yao tu, wache wapike, libembeleze lile penzi. Kwa nini unafikiria kila mmoja anapikiwa? Kuna wengine wanaambiwa leo utapika mwenyewe, na atapika. Na wengine unaona watu wanakuja msikitini huku kulala, usifikiri ni ucha Mungu, kafukuzwa amna, ondoka. Si jamaa mmoja aliuliza jamaa zake, mbona wewe unawahi sana alfajiri, mbona mimi inanishinda, hebu nipe mbinu. Akamwambia ongeza mke. Yule hakutaka kuuliza tafsiri yake ile ongeza mke nini, kaenda kachukua mke wa pili. Wiki moja tu nyumbani hakulaliki, ikabidi ahamie msikitini. Sasa alipokuja msikitini, anamuona yule alomuuliza wanakutana baada ya adhana pale msikitini, kama vipi? Akasema hakulaliki. Moto ule moto ulokwambia, ule moto ule unaotunguza ule wa dunia ndo kama hakulaliki. Inabidi wiki ya kwanza tu kaja kulala msikitini, wamekuja wamekutana wote wale. Sasa mbona unifahamisha vizuri, wewe ukuuliza eti? Usione mimi nalala huku kwa ucha Mungu sana, nyumbani hakulaliki. Inabidi hapa katika nyumba ya Mungu ndo kila mtu anakuja kulala. Umelala Mungu, umepeleka huku, umelala vipi? Unalala. Kwa hiyo huyo mkeo akikupikia chakula kizuri, basi angalau pia msifu. Jana bwana umenipikia mihogo ile ilitoka Pemba ile. Hatari. Lakini tu nimejua imepikwa na mtaalamu, basi angalau anafurahi. Mufti Mengi anasema lakini uwe na hakika kwamba siku ile kapika yeye. Maana unaweza ukasema hivyo, kumbe imetoka kwa jirani. Unajua watu wanagaiana ile. Usisikie Uthman Maalim anakuambia kamsifu mkeo ukaanza leo. Nenda kwanza kahakikishe chakula kapika nani. Maana kama kapika jirani unaweza ukapigwa na sahani.
Miaka 10 sasa hivi hujasifu chakula changu hata siku moja. Leo jirani ndo kaleta chakula, una mpango nao gani mpaka unasifu sifu? Kahakikishe. Na ukimaliza kula, ukijiramba, hata kama sio kizuri, mbusu mke wako, mbusu. Lakini nenda vizuri kama sio kawaida yako, maana unaweza ukaekewa hiki. Rashid, unaonekana wewe umeshaekewa hivi. Kwa sababu sio kawaida yako. Unajua kitu kama sio kawaida yako, mtu anakushangaa, nini? Umekuaje? Au una kitu wewe una kitu wewe. Lakini kama umezoea ni kitu cha kawaida, na hii kawaida yake, mume wangu akitoka ananibusu, akirudia ananibusu vile vile, ameshazoea. Lakini wallahi kama sio kawaida yako, ukienda ukipeleka khudh al-'afw wa'mur bil-'urf wa a'rid 'anil jahil. Ukitaka kuepuka haya mambo yote tuliyoyataja kutokea juzi, hasira na ujipambe na sifa za hilm, hii aya ifanye ndio kanuni yako, muonyeshaji wako njia wa kukuonyesha wewe namna ya kuishi. Maana yake nini? Khudh al-'afwa, maana yake wanasema khudh wa taqabbal ma tayassara min akhlaqi an-nas. Ndio maana ya khudh al-'afwa. Yani watu wana tabia tofauti. Sasa chukua, zikubali tabia za watu, hata kama sio level ya zile tabia unazozitaka. Mfano, kuna baadhi ya watu hata hapa mara nyingine nikitoa mawaidha nakuwa na wataja, nimemtaja Rashid, nimemtaja Said, nimemtaja Nabi. Mwingine anaweza akakasirika kwa hilo, kusema kwa nini mimi hanitaji? Na mimi ni rafiki yake labda, au mimi niko mbele pale kila saa namtolea macho hivi, kwa nini mimi hanitaji? Unaona? Sasa Mtume na Qur'an natufundisha, yani pokea kutoka kwa mtu yoyote kile kitakachokuwa chepesi. Mimi wepesi wangu nimefanya hivyo, basi wewe lipokee. Inshallah Sheikh atanitaja siku nyingine. Lipokee kwa aina hiyo, kwamba pia sio lazima nitaje, lipokee. Au katika mfano mambo ya wanasiasa sana, kwa wanasiasa, si wanasiasa inatokea pale unasikia wanasema itifaki imezingatiwa, vitu kama hivyo. Hii ni kwa sababu kuna baadhi ya wanasiasa kama hujamtaja anakasirika. Sisi tumekuja bwana pale, umetuignore, hujatutambua. Ndio maana katika mambo ya kidiplomasia na vitu vingine utaona mheshimiwa fulani, alafu kuna list refu. Sijasema ni kitu kibaya, ili kukidhi na kuondoa kiu kama hiyo, kwamba mimi hajanitambua. Na mtu kama hujamtambua unaomba radhi, naomba radhi sana, kumbe yupo na fulani sijamuona, kwa hiyo naomba nimtambue na yeye. Au kama huku nini hivyo, ndio mwisho unasema itifaki imezingatiwa, kwamba nimemjua na kumtambua kila mmoja, japo sio kwa kumtaja. Sasa maana ya khudh al-afwa, kama hawajakutambua pokea, kama hawajakutaja pokea. Yani khudh al-afwa, samehe, hesabu kwamba ni binadamu wamepitikiwa. Mimi juzi nilipita, mimi mtu mkubwa, kila pahali nikipita mimi lazima watu watasimama, lakini watu wa mji ule hawakunisimamia kabisa. Khudh al-afwa,
Sasa mimi shekhe mkubwa kama mimi, mbona wananiamkia tu hivi hivi, hawanibusu mkono? Kuna wengine wanakasirika, mbona hujabusu mkono ha? Mbona umeniita Othman Maalim? Iko wapi Sheikh? Iko wapi Alhaji? Mimi nimeenda hija mara 17, basi imeshindwa hata kunijua kwa cheo changu. Khudhil af. Kuna watu wengine mimi wala wananiita Othman Maalim, mpaka watu wengine wanakasirika. Wewe vipi na Othman Maalim? Na mimi mwenyewe sijakasirika. Vipi unakasirika wewe? Mwache tu aniite Khudhil af. Na wengine hawaniiti Othman Maalim, babu Ochu. Vipi mambo poa poa, okay, tutakutana na mshikaji, okay sawa. Khudhil af. Mwingine akaniuliza, sasa bwana, uache mambo ya kuoa na kuacha. Nikamwambia, wewe unajuaje kama naacha? Je, kama naachwa mimi? Yeye ameifanya serious, lakini mimi nimeifanya maskhara, lakini na ukweli humo humo. Basi wewe unapataje taarifa kwamba mimi naacha? Unapataje? Nani alikuambia? Siku nyingine naachwa mimi, sasa niende niwatangazie pia nikiachwa, ndio shekhe wangu utakuwa umekamilika? Hivi vitu kama hivi, yani khudhil af. Usigombane na watu, pokea kile ambacho watu ndio kadiria, na sio akhlaqi tu, hata ikram. Fulani mathala leo tukamwambia, shekhe njoo leo iftari kwangu. Ukifika ukiftari usema, kumbe ndio umenitia haya maharagwe tu na majimbi na mihogo. Siku nyingine bwana, usije ukanialika iftari kama hizo. Khudhil af. Khudhil af. Khudhil af inaingia katika sehemu nyingi katika tabia za watu. Sasa kuna pahala utakaa na watu wana tabia zao, kwa hiyo wamejitahidi kukusifu, lakini ile sifa watakayokupa wewe unahisi kama wamekutukana. Khudhil af. Hiyo bwana sio sifa yangu, hamjanitendea haki. Itizame biography yangu uangalie mimi ni hapo bwana, hujanitendea haki. Khudhil af. Hivyo vitu vinatakiwa viwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa watu alikuwa anaishi nao, anakuja mtu kutoka huko majabalini, anaingia kwa kelele, ayyukum Muhammad ndo nani hapo? Yani lugha nzito, mtu mheshimiwa, anaheshimiwa na watu. Muhammad ndo nani hapo? Na mtume anasema anasema mimi. Allahu arsalak, kweli wewe Mungu kakutuma wewe? Mtume anasema naam. Mtume alikuwa akiulizwa maswali, ukiyatizama huyu mtu kwa sababu unajua sio kila mtu unamuaddress unavyotaka. Mheshimiwa Rais mathala hatumwezi kumuaddress kama mtu mwingine. Lakini unaweza ukakaa na mtu akawa anamwita Hussein Mwinyi yule, unaona? Sasa yule ana cheo chake, kama umwite mheshimiwa basi mwite rais. Yani mfano Mtume anasema anzilu nasa manazila, waekeni kila mtu na daraja yake. Lakini unaweza ukakaa na mtu ukaona namna, na wewe ukiona watu hawajakutendea haki, khudhil af. Mtume aliwahi kuvutwa na watu wakati anawapa mabedui ile ghitra, burda ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikamnyonga bwana Mtume, yani katika shingo yake mpaka ikaacha alama, huko navutwa. Nipe Muhammad, nipe. Wanataka tu hao mgao wagaiwe. Mtume anavutwa, huyo anavuta huko, anavuta huko mpaka ikaacha alama. Tulieni, mimi kama nitakuwa na mali hata mlima Uhud mfano, zote hizo
basi hamtonipata ni bakhili, siku ya pili nitakuwa sina. Anazungumza na haambi niacheni washenzi nyinyi, la hapana, anaongea nao vizuri, kwa sababu mabedui hawakuwa na ulimi mzuri katika kuongea, yani sio wazuri katika maongezi, hawana maneno ya kupamba pamba, anakwenda straight to the point. Hata siku moja bedui mmoja aliomba dua, watu wakashangaa, akasema leo bedui kasema maneno mazuri, maana sio kawaida yao. Akasema ya Rabbi, ulitupa Uislamu wala hatukukuomba, basi usitunyime pepo ambayo tunakuomba. Unaona, watu wakasema leo bedui kasema maneno, sio kawaida yenu nyinyi kusema maneno mazuri. Sasa kuna watu hasa unawajua hawa maneno yao ni mazito kuyapokea, akisikia anasema kitu mzigo kweli kweli, basi wakisema khudhil afu, unajua ni ishakuwa kawaida yao, ndivyo walivyo, ndio tabia zao, basi khudhil afu. Kisha wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa'mur bil urfi, yani amrisha mema. We kazi yako baada ya kupokea kile kilichokuwa chepesi, amrisha mema. Iwe kazi yako kuamrisha mema, na kuamrisha mema kinyume chake ni kukataza mabaya. Kwa hiyo kazi yako wewe ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kisha mtu yoyote mwenye kuamrisha mema na kukataza mabaya ataudhiwa sana, atakejeliwa sana, atapata mitihani mingi sana. Sasa hiyo mitihani hiyo ndio nakwambia mwisho wa aya, wa a'rid 'anil jahilin, yani wapuuze wajinga, wapuuze wale ambao watakuwa wanakukejeli, wanakutukana, wanasababishia vitu, wapuuze, wanataka kupuuzwa hao. Na ndivyo walivyokuwa akiishi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Labda nimalize kwa maana hasa ya hii aya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Wanasema ulama, an tu'tiya man haramak, ukitaka kuifanyia kazi vizuri umpe kila aliyekunyima, mpe aliyekunyima. Wewe unajua wazi fulani kakunyima, lakini wewe ukimwona unampa. An tu'tiya man harama, mpe aliyekunyima. Wa ta'fuwa amman dhalama, na aliyekukosea msamehe, aliyekudhulumu msamehe. Wa tasila man qata'ak, na aliyekukata, aliyekupa mgongo, aliyekuacha we muunge. Ni kazi kubwa sana, lakini huu ndo Uislamu. Umpe aliyekunyima, umsamehe aliyekukosea, na umuunge aliyekukata, utaishi vizuri. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadha al-yawm al-mubarak wa fi hadhihi as-sa'ati wa la'allaha sa'at al-ijaba. Yassir alayna umurana, umur ad-dunya wal-akhirah, waqdi jami'a hajatina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata ala rushdik, salamata min kulli ithm wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamu alaikum.